Kwenye mchezo wa kwanza wa Squid Game ambao unafahamika kama Red Light, mzee Elinam alikuwa hajazungukwa na mwanga uliokolea kama wenzake. Hii ni kwa sababu yeye alikuwa sio mmoja wa wachezaji ambao wangeuawa kwenye huu mchezo. Yaani hata kama wenzake wangekufa, yeye asingekufa kivyovyote vile kwa sababu yeye ndo alikuwa bosi wa huu mchezo. Hii ni moja ya jambo ambalo huenda ulitazama hii series lakini ukawa hujui mzee Elinam alikuwepo kwa Geresha tu. And by the way, mchezo wa Red Light ulibadilisha maisha ya Korea. Unaambiwa baada ya kutoka kwa movie ya Squid Game, basi watalii wengi walikuwa wanaenda kuangalia huu mdoli ambao kiuhalisia una exist nchini Korea kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia huyu ni character ambaye ametengenezwa kutokana na bibi ambaye alikuwa anafahamika kama Cheol-soo, anaishi nchini Korea. Kipindi hicho alikuwa ni maarufu sana na huu mdoli umeweza kutengeneza fedha nyingi sana kwenye eneo la utalii. Michezo mingi ambayo walikuwa wakihangaika na kufariki, michezo yote ilikuwa peupe. Yaani sehemu ambayo walikuwa wanalala, michoro yote ilikuwa inaelezea sehemu ambapo mchezo gani ambao unafuata. Inamaanisha kwamba kama angetokea mtu ambaye anajitambua, basi angesogeza tu kitanda na kuangalia mchezo gani ambao unafuata mpaka mwisho finali. Yaani walichotakiwa kufanya ni kusogeza vitanda. Lakini hata waandaaji walikuwa ni wajanja, waliziba michezo yote na vitanda. Mbinu hiyo ilikuja kugundulika baadaye baada ya watu wengi kufariki, hivyo vitanda vingi vilikuwa vikiondolewa. Hapo ndipo michezo sasa ilianza kuonekana. Just imagine, walikuja kugundua mwishoni wakati watu wengi tayari wamekwisha kupoteza maisha. Zile dormitory pamoja na stairs, yani set ambayo ilikuwa inatumika kuchezea michezo, lakini sehemu ambayo pia ilikuwa inaenda kuchezewa michezo ilikuwa nyingi imetengenezwa kwenye uhalisia. Yani michezo mingi ambayo ilikuwa inafanyika kwenye eneo la uhalisia. Kwa mfano, kwenye dormitory ambayo walikuwa wanalala mabodyguard, lakini pia kwenye stairs ambazo walikuwa wanatembea kwenda kufanyia michezo. Hii ni sehemu moja hapo ambayo alikuwa ameipanga director Hwang Do-hyuk kwa ajili ya kuongezea uhalisia wa movie na kuleta kwenye michezo yote ya Squid Game. Director Hwang Do-hyuk aliweka wazi kwamba pia wakati anaandaa story ya Squid Game alipanga kwamba mabodyguard ambao walikuwa wanasimamia michezo ya Squid Game wangevaa sare za kawaida, lakini baadaye akaja akabadilisha kwamba sare zilikuwa zimekaa kishamba, hivyo akabuni mavazi mengine ambayo ndio hayo yalikuwa yanaziba mwili mzima. Lakini pia akachagua rangi aina ya pink au tukasema red, ikawa imependeza sana kwa hawa mabodyguard, lakini lengo lingine ni kufanya watu wawe kama invisible, wasijulikane sura zao. Director wa Squid Game alipoteza meno 6 alipokuwa anaandaa story ya Squid Game. Hii ni kutokana na kwamba alikuwa muda mwingi akiwa na stress, kutokuwa na hela, lakini pia aliandika mara nyingi episode ili kuweza kufanikiwa kuandika story nzuri. Unaambiwa alitumia miezi 6 kuandaa episode 2 za Squid Game. Yaani episode ya kwanza na ya pili kwenye season ya kwanza ya Squid Game iliandaliwa kwa takribani miezi 6. Hivyo jamaa alikuwa akishindia soju tu akiwa na stress mbalimbali kutokana na kukosa fedha, lakini pia kupoteza baadhi ya wahusika ambao waliweza kuikatia tamaa story kwa sababu ilikuwa kiandaliwa kwa muda mrefu sana. Lakini baada ya kuiachia hii story ilikuwa ni global hit, ilitengeneza fedha nyingi sana. Kuna msemo wanasema kwamba hard work pays off. Baada ya kuachia season ya kwanza alipata tuzo ya mwandaaji bora wa series kutoka nchini Korea, ambapo ndo alikuwa Mkorea wa kwanza kushinda tuzo hiyo ya Emmy Awards. Lakini pia Ji-hoon ambaye ndo alikuwa anaongoza, yani akiwa kama Sterling, alipata tuzo ya mwongozaji bora wa filamu baada ya kushiriki kwenye hii season nzuri kabisa ya Squid Game. Director alijielezea historia yake yeye mwenyewe, historia yake ya upande wa maskini na upande akiwa kama msomi. Kwanza alijielezea kwa Ji-hoon, kijana ambaye alikuwa analelewa na single mother, kijana ambaye alikuwa na madeni, kijana ambaye alikuwa akihangaika kutafuta michongo. Lakini pia akaeleza upande wake wa pili, upande wa kijana ambaye alikuwa ni msomi akiwa na matarajio makubwa mtaani, lakini mtaa ukampokea vibaya, hivyo akaamua kuingia kwenye michezo mibaya ambayo ilimletea matatizo baadaye. Yule recruiter aliyekuwa anakusanya watu ambao hawajiwezi mtaani ili wakacheze michezo ya Squid Game alikuwa anatoa kadi ambayo ilikuwa ina namba. Unaambiwa Netflix walijuta kubuni namba ambayo walizani haimilikiwi na mtu. Kumbe namba ilikuwa inamilikiwa na mwanamke mmoja nchini Korea ambaye alilalamika sana kwamba kwa siku zilikuwa zinaita simu zaidi ya 100,000, ambapo watu wengine waingilia live YouTube kupiga simu wakijaribisha kama mtu atapokea. So Netflix ilibidi waende kuedit tena kile kipande na kubadilisha namba nyingine ambayo wangeona kama haitaleta usumbufu. So Netflix walijuta kweli kubuni namba ambayo walizani kuwa ni fake, kumbe namba ilikuwa inamilikiwa na mtu wa
Je, ulikuwa unajua hiki kitu? Miongoni mwa series ambazo ziliandaliwa kwa budget ndogo kabisa, basi unazungumzia season ya kwanza ya Squid Game. But baada ya kurelease season ya kwanza, Netflix walitengeneza kiasi zaidi ya mara 4, lakini pia waligain zaidi ya milioni 4.4 followers kwenye platform ya Netflix. Hii ilikuwa ni big achievement kwa Netflix na walifurahi sana kupata hiyo achievement kupitia season moja tu ya Squid Game. Mchezo wa Tug of War, wahusika walikuwa wanaogopa kweli, kwa sababu walipelekwa umbali mrefu sana kutoka chini ya ardhi. Hii ni kuleta uhalisia, uoga ambao ulikuwa unaonekana usoni, lakini tension pia ambayo ilikuwepo kwenye hii scene ilikuwa ni ya kweli kabisa, kwa sababu kwenye mchezo huo walifanya kweli bwana, na wengi walikuwa wanaogopa wanaweza kadondoka upande wa chini. So director aliweka hivi ili iweze kutengeneza uhalisia zaidi kwenye hii season ya Squid Game. Nadhani katika moja ya michezo ambayo ilikuwa ni migumu sana kwa wachezaji, basi huu ni mmoja wapo, mchezo wa Tug of War ambao unapatikana kwenye season ya kwanza ya Squid Game. Wahusika wengi walikuwa wanajua story siku hiyo wanayoigiza, yani walikuwa hawajui ni kipande gani ambacho kinafuata. Hii ilisababisha kuleta hisia kubwa sana. Kwa mfano, bibie Kang So-byuk na mwenzake walipokuja kugundua kwamba mmoja lazima afe kwenye scene, ilileta hisia kubwa sana. Lakini hata kwenye behind the scene walikuwa wakilia kweli, kwa sababu walikuwa hawajui kwamba kwenye hii scene mmoja wapo itakiwa afariki. So ilileta hisia kubwa sana miongoni mwao. Lakini hata mwongozaji wa filamu Ji-han alikuwa hajui kama finali atafika na Sang-woo ambaye amekuwa ni rafiki yake mkubwa sana kwenye hii series. So mwandishi aliweka hivi ili kuweza kuleta ule uhalisia na kuleta ile emotion ambayo watazamaji wengi walipenda. Na watu wengi walalamika sana kufa kwa baadhi ya wahusika kwenye season ya kwanza ya Squid Game. Mwamba huyo hapa. Movie nyingi alikuwa akicheza kama mtu ambaye iko romantic, mcheshi, alafu mchapakazi. Kwenye hii season ya Squid Game walimpa jukumu jipya kabisa, jukumu la kwa upande wa majambazi. Mwamba alicheza vizuri sana kwenye kipengele cha kukusanya watu waende wakacheze michezo ya Squid Game. Kwenye hii scene ambayo ilikuwa inafahamika kama Russian Roulette, yani mchezo wa kucheza na bunduki, atakayekoswa ndo huyo, itakayempata ndo huyo. Huyu bwana alikuwa anachezesha macho tofauti. Jicho lingine lilikuwa limetulia, wakati jicho lingine lilikuwa likionekana kama mtu ambaye anatetemeka, yani kuogopa. Lakini hicho sio kitu ambacho nitaka kukuambia. Baada ya kucheza sana, huyu jamani inaonekana alikuwa amechoka. Kuna muda wakati wanashoot hii scene walisahau kwamba alikuwa amedunua macho, lakini kuna muda alifumba macho kidogo. Labda hii ni kutokana na kwamba alikaa muda mrefu akiwa amefumbua macho huko akiwa ameigiza amekufa. Ni kitu ambacho huwezi kaona kwa hali ya kawaida mpaka uwe umepay sana attention. Bwana, hii ni Swahili Cup. Usisahau kulike, kufollow na kucomment. Mimi ni yule ambaye nitakuwa nakuletea vigongo vikali hapa. I'm out.